Pongali Business, smart business tips. Biashara ya bodaboda inalipa sana mjini na inalipa sana hata kijijini. Ni biashara ambayo sio rahisi sana kumtupa mfanyabiashara. Kwa hiyo kama unajiuliza ni biashara gani ufanye mwaka 2026 au mwanzoni mwa mwaka 2027 kuwa na malengo, basi ni biashara ya pikipiki. Ila biashara hii inahitaji ujue mambo kadhaa ambayo nitaenda kukueleza namna gani kabla hujaanza biashara hii unatakiwa ujue kitu gani. Kabla kuanza biashara ya bodaboda, watu wengi wanafeli kwa sababu wanaanza bila maandalizi ya msingi. Na hizi ni hatua muhimu unapaswa kufanya kwanza ili biashara yako iwe na nafasi ya kufanikiwa. Ambayo jambo la kwanza kabisa ni kufanya utafiti wa eneo ambalo unaenda kufungulia ile biashara. Unatamani kuwa na pikipiki, wewe ndio mwenyewe ndio dereva au utamtafuta kijana wa kuendesha pikipiki, basi lazima ufanye research ya location gani ambayo unaenda kuweka. Center iko wapi? Lazima uangalie, je, ushindani upo kiasi gani? Unaenda unachukua pikipiki lakini kwenye mtaa wako kumejaa na pikipiki nyingi sana. Kwa hiyo maeneo ya kutafiti ni maeneo ya hospitali kwa sababu wateja wapo kila muda, masoko, stand ya mabasi. Hii ni maeneo ambayo yana uhitaji mkubwa sana wa bodaboda. Jambo lingine muhimu la kujua ni kwamba hesabu ya mtaji halisi. Usianze bila kujua gharama. Kuna gharama kadhaa ambayo lazima uwe unazijua. Kwanza, je, pikipiki unataka mpya au used? Usajili na leseni ya pikipiki yako. Helmet na vifaa vingine muhimu kwa ajili ya usalama, kwa sababu biashara ya pikipiki au uendeshaji wa pikipiki ni riski sana, kwa sababu bodi yako ndo bodi ya pikipiki. Lakini pia service mbalimbali za pikipiki. Kwa mfano pikipiki kama Boxer 150C, kuna TVS HLX 125. Ndio pikipiki ambayo hutumika sana kwenye biashara, hasa kwa maeneo ya mjini. Kijijini kule kuna Sanelg, King Lion, kuna Toyo kwa maeneo mengine. Kwa hiyo ni pikipiki ambazo zinatumika kwa ajili ya kusafirisha na kusafiria. Jambo la tatu muhimu la kujua kabla hujaanza biashara ya pikipiki ni kwamba mfumo wa biashara. Kuna njia mbili. Moja, kukodisha kwa dereva, ambayo tunasema ni daily rate. Unamkodishia basi anakuletea hesabu kwa siku. Labda shilingi ngapi mnakubaliana kulingana na eneo. Lazima pia uulize watu kwamba je, hapa nyie bodaboda unapomkabidhi mtu unatakiwa akuletea hesabu kiasi gani kwa siku. Lazima uwe na uniformity. Isiwe tu kwamba una bei yako wewe mwenyewe watakukimbia. Lakini tunasema kwamba profit sharing au kugawana faida. Lazima uangalie, je, napata na yeye anapata yule ambaye anakufanyia kazi. Je, kukodisha ni rahisi? Angalia, je, nikikodisha ni rahisi? Lakini pia profit, je, hapo kinachohitajika ni uaminifu wa yule ambaye unampa chombo. Jambo la 4, tafuta dereva wa kuaminika. Ni muhimu sana huyo dereva unayemtafuta awe na leseni. Lakini pia awe mzoefu. Sio kwamba anaanzia kwako kujifunzia pikipiki. Lakini pia angalau awe anaheshimu kazi yake, maana yake nataja swala la uaminifu. Kwa hiyo tafuta dereva. Huwezi ukaenda kununua pikipiki lakini hujui ataendesha nani. Umechukua chombo kaweka ndani, hapana. Dereva ambaye anaweza kuua biashara yako haraka kuliko pikipiki yenyewe. Hii haitakiwi kabisa. Kwa sababu mwisho wa siku utakapopata dereva mbovu, mwisho wa siku biashara yako ile inakufa na wewe umechukua pikipiki. Jambo la 5 ni kwamba weka mfumo wa kufuatilia pesa zako. Usiamini sana mdomo tu. Andika mapato ya kila siku. Nilishaongea hili jambo kwenye biashara ya wakala. Nikasema kwamba hakuna kitu kinaua biashara nyingi sana, hasa biashara ya wakala, kutoweka mapato na matumizi. Basi na leo tena nakwambia andika mapato yako kila siku. Kuwa na ledger. Au kuwa basi na app ambayo utakuwa una update taarifa zako kwamba leo imepatikana shilingi 20,000. Pikipiki ikapata shida kiasi fulani, tukafanya service.
lakini ili uweze kufanya kitu kinachoitwa reconciliation, yani kwamba ubalance mapato na matumizi yako. Jambo la 6 ambalo ni bora ulizingatie kabla hujaanza biashara hii ya wakala ya biashara ya pikipiki ni panga matangazo. Hapana, nasema panga matengenezo kabla ya service kila baada ya muda fulani. Kuna watu wanafanya biashara ya pikipiki lakini kufanya service yeye ni kupokea pesa tu. Kwa hiyo lazima uwe na wakati fulani kama leo hii service ya pikipiki itafanyika. Kwa hiyo lazima upange muda wa matengenezo, lakini kiasi gani kinatumika kwa wiki au kwa mwezi. Usingoje pikipiki iharibike yani iishe kabisa kwamba haitembei ndio uanze kusema unafanya service. Kwa hiyo jaribu kufanya service ndogo ndogo ambazo unaona kabisa pikipiki imefanyaje hiyo. Kwa hiyo lazima upange hiyo kwamba bana, mimi pikipiki nitakavyoichukua ikianza biashara, uuliza watu wazoefu kwamba je, nyinyi mnafanyaje? Baada ya wiki nitamwaga oil au baada ya wiki nitafanya nini? Kwa hiyo lazima uwe na hiyo mipango. Bila hivyo pikipiki itakufa. Jambo lingine muhimu ni kwamba fikiria hatari. Tunasema ni risk management. Ujue kabisa kwamba kuna ajali, wizi wa pikipiki, kuna mapato kushuka kulingana na watu kutosafiri. Kwa hiyo hii kati ya biashara riski sana ni biashara ya pikipiki. Kwa hiyo uwe tayari. Tunasema kwamba be aware ya riski ya biashara ya pikipiki. Ikitokea pikipiki imeibiwa, ufanye nini? Au unajiandaje na hiyo hali? Kwa sababu inatokea. Au pikipiki imepata ajali, imeua au yenyewe imeharibika. Kwa hiyo ni biashara ambayo ni sometimes tunasema kila biashara ni risky, lakini hii ni very risky, lakini pia ina faida. Kwa hatuwezi kusema kwamba hatununui pikipiki kufanyia biashara. Jambo lingine ambalo unatakiwa ulijue ni kwamba anza kidogo, kisha panua biashara yako. Yaani ikiwezekana anza na pikipiki moja, ili ujifunze mfumo wa uendeshaji wa pikipiki. Inapatikana kiasi gani kwa siku, service ni kiasi gani kwa wiki, je, natakiwa nilipie kitu gani? Kwa sababu kuna vitu vinachoitwa bima ya pikipiki. Unatakiwa ulipie kwa muda gani? La hivyo lazima uwe aware kwanza. Lakini unaweza kusema unanunua pikipiki 6, biashara ile itakushinda. Tunasema hivi kwamba biashara ya bodaboda inalipa sana. Lakini kwa wale wanaosimamia vizuri, kwa wale ambao wanahakikisha kila ifikapo jioni wanaonana dereva wake, wewe umepata shilingi ngapi? Leo kulikuwa na issue gani? Kwa lazima mara kwa mara. Kwa wale ambao wanafanya biashara ya pikipiki, yani amemkodisha mtu, yeye yupo Kenya, mwenzake yuko Tanzania. Kazi ngumu sana hiyo. Ni kazi ngumu sana. Sasa hizi ni hatua ambazo ni muhimu sana wewe kufahamu kabla hujaanza biashara ya bodaboda. Endelea kufuatilia Pongoli Business Channel. Subscribe,